Huyo mama Suluhu, huyu Suluhu Hassan. Huyu ni nani? Wewe unaweza kujua kwa bali. Sindwa Ruto sasa wanakuja kumchokoza Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuseme kama vijana wazalendo hatuko tayari. Oya Suluhu Hassan, mbwa wewe. Matako. Tanzania nyinyi hata kuna kitu mnatuambia. Bana, this war between Kenya and Tanzania has no elucidation, explication, connotation or meaning, because there is no way we Kenyans, people of our caliber, are arguing with the people who call Bodmas Magazijut. You can't be in the same class with someone who calls wines and spirits ne divine ama pepo. Majenzi wa Tanzania! 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 Kama wewe. After Tanzanians abducted Boniface Mwangi and deported Martha Karua, there has been this online war between Kenyans and Tanzanians. Well, in this video, I just want to show you some clips, some funny clips and comic clips that I found in Kenya that are interesting, how they were responding to Tanzanians and Tanzanians member of parliament, the way they receive the critics from Kenya. But before I deep dive into this video, don't forget to like this video, comment, and most importantly, just subscribe to our YouTube channel. Mama amefanya vizuri na amelimarisha jeshi la polisi vizuri. Tunachokitaka kwenu, muende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Muende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto. Lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anazungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais. Tumwangalie kwa namna ya kipekee. Pia tuwache wananchi watembee. Ila tukijenga barabara mingi sana, Watanzania watakosa kutembea. Ila tuendelee na huo moyo mkunjufu. Tukitoka nyumbani nilizima pasi. Nilipopiga nguo nikazima. Nilizima. Asante. Basi, asante. Asante mama. Sikuzima pasi. Kuzima. Njoo basi, njoo usije ukaniacha. Security. Usije, mimi nawapenda wa Tanzania lakini usije ukaniacha. Ule bibi yake wa pili kaachana na yeye. Njoo. Waziri yupo kulia au kushoto? Kushoto. Achana bibi. Mwingine wa kulia. Usimwangalie. Watanzania hoye. Wamama hoye. Watanzania hoye. Ila tumekuja kuopa. Tulia nimalizie kata tulidochoni. Kitu moja ningependa kuambia ni upendo. Acha kuingia tafadhali. Ni upendo, umoja, utamaduni. Ila tu wagani wale kushoto makulia. Ile maneno tunaambia watu wa Singida. Dodo, njoo mwanangu. Mtoto wewe. Mtoto kafanana na nani? Hebu ondoa barakoa. Mtoto wa Diamond huyu. Sivyo? Mtoto wa Diamond huyu. Kichwa Diamond, mdomo Diamond, masikio Hamisa. Usivyo? Hebu dance kidogo. Diamond huyo basi. Tuwe na shule ya Diamond Primary. Kila mahali. Kwa watoto wa Diamond. Tuwe na Wasafi diapers. Kwa watoto wa Diamond. Tuwe na Wasafi kitu? Maternity pia. Hapa sivyo? Na pia tuwe na Diamond Toy Shop.
ila amna baby shop, ila tumtunze Diamond kama jimbo, jimbo, na kwa Diamond mwenyewe tumpatie Wasafi mattresses. Wasafi nini? Mattresses, sivyo? Ila tukimalizia, ningependa DJ atuchezele wimbo wa Zuchu wa Tanzania. Watu wapendi wimbo wa Zuchu? Ila naambiwa kuna ile mpya inaitwa TikTok. Mwataka TikTok? Wao wanasema wameendelea. Hivi unaendelea watu kila siku rais anapewa majina. Sasa hivi sijui mtu Heri Chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la design hiyo. Hapana, jeshi letu tunataka muendelee na mwendo mdundo ule ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue ukileta mchezo Wambura yuko kazini na wenzie. Utajaa kwenye debe au utakula rungu. Hii ni haki yetu. Lazima tuilinde nchi yetu kwa wizi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku yake ya kwanza wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Na kesho Oscar Sudi anakuja huko kuwafundisha. Huyo ndio mtu mjinga wa Kenya mwisho. Huyo ndiye atakuja huko kuwafundisha. Degree ni Oscar Sudi yako nayo huko ni masters. So tutampeleka huko afundishe nini? Watanzania lazima mtuheshimu. Lazima mtuheshimu. Kwanza nini? Mimi nashangaa maviwete wanatoka huko Tanzania, wanafika hapa Kenya hata kama wana mguu. Yaani kiwete amekubali atembee kutoka Tanzania hadi Kenya ili aishi tu Kenya. Kwa sababu hapa kuna freedom. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais. Ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tulokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Mwenye alifanya hiki kitendo anitumie namba yake nimwekee 50 bob ya banki. Kama unajua uliunda hii kitu ikafika pale hiko saa hii, wewe nitumie namba yako nikupe 50 bob ya banki. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Nasikia Tanzania, je, mmeingia Kenya leo ama mmeingia jana? Kwa sababu sielewi. Wakati mlikuwa mnaangamia 207. Mmesahau? Wakati mkichinjana hapa kama mbwa, aliyekuja Kenya kuwasaidia ni rais wa Jamhuri Mrisho Kikwete. Hiyo na hiyo mnaambia leo ipi muhimu, jirani yangu mtangazaji? Ipi muhimu? Wakati Uganda ilikuwa inaangamia na Idi Amin Dada, Julius Kambarage Nyerere alikuwa Tanzania kwa kumng'oa Idi Amin Dada, ndio nchi ya Uganda inakaa wasalama wasalmin. Je, mna habari hiyo? Mimi nilifanya geography, you compare and contrast. Nimesoma gazeti ya leo, nimeambiwa kuna madereva fulani Southern Sudan washikwa. Ongea najua hiyo. Kuna dereva hapa wako ndani na sijasikia mtu yote ameongea wako Southern Sudan. Mna habari? Wakati Kenya inaangamia ni ambazo usaidia nchi ambayo inaangamia. Kwa hivyo swala la Sudani, swala la Tanzania kuhusu Kenya, ndugu zanguni, mkae mbali, muheshimu Tanzania tena sana. Wanasheria wakubwa kina Orengo nani walisoma Tanzania wakati moya na waangamiza hapa kina Kiraitu hao walikimbia. Kiraitu, Orengo walikimbia. Masomo yao walimalizia. Heshimu sana Tanzania kuanzia leo. Mimi leo nimesoma gazeti na jana nimeona kwa mtandao Trump anamsomea Ramaphosa kama mtoto mdogo. Sijasikia rais yote wa Afrika amemsaidia Ramaphosa. Amesomewa jana kama mbwa, kama mtoto. White House. Kashifu Trump yupi? Gazeti mmesoma? Dada una habari, mwana habari? Umeona? Kuna rais yote wa Afrika amemkashifu Trump? Kwa hivyo wanasema nini hao wa Kenya wako hapa hawa?
Mnasema nini? Ramaphosa jana amesomewa na Trump. Ni rais yupi amemkashifu Trump? Yupi? Niliwaambia mimi nilisimama 2017 katika nguo zangu niliandika be informed Omido, sasa mkanibwaga. Waandishi wa habari wana habari, nyinyi hamna habari kwamba Trump amemsomea Ramaphosa kama mtoto White House. Ni rais yupi wa Afrika amemsupport? Compare and contrast. Wakati unaongea mambo ya Tanzania, pia kuna madereva wameshikwa kwa kule Sudan, wa Kenya. Dada, ukweli na morongo? Hiyo ni urongo. Kuna nani ameongea? Yaani mnaongea Tanzania kingine, yaani kuna nyingine nzuri. Ladies and gentlemen, after watching these clips, I think that Kenyans wanafaa ku respect